Yaani kwa mfano mimi nikioa mke wa pili, Subhanallah. ridhaa ili tujipime vizuri na ucha Mungu. Wewe mume wangu uongeze mke, yaani ufanye sunna ya kuongeza mke. Hivi nyinyi uoga sunna zote hamzioni, mnaonaga sunna ya kuongeza mke tu, na hiyo sunna ndo mnaishikiliaga bango, mmesimama kidedea kwenye swala zima ya kuongeza mke. Sunna gani mke wangu mimi umenielekeza au mimi nimekwambia na iacha? Visimamo vya usiku na simama, tuache mwezi wa Ramadhani, funga za wiki za sunna nafanya. Wewe pia ukaniongezea ukaniambia nifuge ndevu, so wewe unasema ndevu zangu unazipenda, lakini kwa sababu ni sunna ya Mtume Muhammad na mimi nikafanya. Mbona la mke wangu unapoona unatia nahau tena? Tatizo mwanangu, mimi nakujua wewe, nakujua vizuri, na ninavyokuambia hivyo nakuonea huruma. Kwanza mimi nakuonea huruma sana, usije ukaingia motoni kwa vitu ambavyo sio vya lazima. Ni sunna tu inakupeleka motoni, afu sunna yenyewe unashindwa kuifuatisha, mtu anaingia pabaya. Sasa mapungufu yangu katika uadilifu hapo yake. Wewe mwenyewe hapo umesema mimi sina dosari, mimi niko sawa. Leo la kuongeza mke tayari unanivua uadilifu mke wangu. Hebu kwa mfano mke wangu kaniletea kijiko hapo ndani hapo mara moja. Sasa mume wangu, kijiko na masuala ya kusafisha maua vinaingiaje? Kijiko, maua, wana usingi Uvivu huo. Sasa hapo ungekuwa na mdogo wako hapo ndio ulikuwa unamwambia yeye nani? Mpatie kijiko nani? Mume wetu. Anaenda anakupatia. Na wewe unakuwa bosi. Yaani muda mwingine kuwa mke mkubwa kuna faraja zake. Ungekuwa unatuma tu hapo. sijashindwa kwenda kusema hivyo, na sijasema hivyo kwamba nimeshindwa kufuata. Nimeongea tu kufuata nafuata. Isiyo sababu ya wewe kuongeza mke kisha nimekataa kwenda kuchukua kijiko. Naenda ndugu yangu, tafuta lingine. Hilo. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Habari. Hata taarifa. Ilikuwa surprise. Surprise gani bwana hiyo? Wewe unajua sisi tumepika nini hapa? Taarifa zingine muhimu. Je, ningetaka kukuchinjia kuku? Chinja yapenda bwana. Yaani kaka wewe amini nimefurahi kukuona. Asante. Asante sana. Wewe Zulfa. Zulfa. Abe. Ankari. I say. Imekuwa jambo la heri. Mjomba. I say. Mzima. Salama. Shikamoo. Marhaba. Mjomba kaja achekelea huko. Anakuwa siku hizi. Anakuwa nazeeka. Anakuwa bwana. Bado mtoto. Mimi nazeeka sasa. Hivi wewe ndio mtoto. Anakuwa sana. Mzima lakini. Mimi mzima mjomba. Uko poa kabisa. Dada kwema? Ukwema utoke wapi kaka? Shemeji yako huyu. Yaani anapotuendesha humu ndani. Anatusumbua haifai. Nikasema hapa hata sikubali. Huyu. Shemeji yako. Nikasema sikubali. Mimi nimpigie simu tu kaka aje hapa atuweke sawa. Yaani anang'ang'ania Mpwawa aolewe. Tena anamchezesha Kigoma Mkikise humu ndani kaka, asikwambie mtu. Kwani kafikia muda wa kuolewa? Kafikia huyo. Subhanallah, subhanallah. Sasa shida? Ndio hivyo nikasema mimi sina jinsi. Hapa nikupigie tu simu. Uje linalowezekana uongee naye ili tukae na amani tu ndani, amani ya moyo ipatikane. Kwa sababu huyu hajakataa kuolewa, lakini yeye anaforce vitu ambavyo havipo. Umeona? Na wewe unataka kuolewa? Ndio mjomba, mimi nataka kuolewa kwa sababu mwanaume mimi nampenda sana.
Kwa hiyo nikasema hapa mwenzangu mimi ili swala nitakuwa siliwezi. Anang'ang'ania umpwa aolewe bila mwenyewe kutaka. Kamkikisa mama huko sio kwa mwanamume gani kumpeleka eti akaolewe bila mwenyewe ridhaa yake. Kwani maisha hayo bado tunayo sisi? Nikasema hata sikubali. Ili zoezi lipite hivi hivi. Kakaangu wewe mwenzangu wewe ndo na yule. Wenyewe mnawezana. Sasa kama ishafikia hivyo. Basi wacha mimi. Kuna mtu yupo nitaenda kuongea naye. Mimi sitaki kwenda kuongea naye. Ila kuna mtu nitaenda kumwambia, huyo mtu ataenda kumfikishia. Alafu tutajua nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini kwa hili hatuwezi tukaliacha hivi hivi. Alafu kingine kaka. Yaani mzee Mkusini mimi sasa hivi sina imani naye. Uwezi amini mimi juzi kati hapa nimemkuta meza hii. Subhanallah. Na jagi la maji mkononi. Tena yale maji kanywa. Mama. Ina maana mwezi wote wewe hauoni? Na hayo ndo tunayajua. Tusiyoyajua. Ina maana zile kanzu, zile kofia, sijui madevu, jumlisha majoa anayovaa bado afungi. Ndevu? Wewe unaongelea habari za ndevu? Kutukalipia humu ndani baba kujifanya yeye ndo mwenye nyumba. Watu hatuna amani. Watu tunashinda kutoka linatua mpaka mimi nakwambia ndio maana namuonaga mimi mzee Mkusini unajua namjua vizuri. Akiwa na njaa namjua, akishiba namjua. Ramadhani yule kweli anakuwa mkavu na mnaenda anajifanya mimi nasemaga labda Mungu kafanya nini? Kafanya wepesi. Lakini yule afungi. Kwa hili hapana. Kwa hili lazima tutalisimamia. Ili mradi jambo liishe. Kwa hili hapana. Hili lazima tutalisimamia. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Basi haina shida kaka. Sijui kaoge kwanza upumzike maana utoe uchovu wa mwili. Kwa haya nimeshaoga tayari. Subhanallah. Haya aliyokutokea hapa niliambiwa hapa. Nishaloa na nishaoga tayari. Sina hata shida hiyo. Sasa utalala hivyo hivyo bila kumwagia hata maji? Hapana. Utoe uchovu. Ili mpaka liishe nitaoga na mimi nitafurahi. Lakini tutajua mwisho. Wewe bwana, hebu njoo kwanza ukijikoni. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo. Idrisa. Naam, kipenzi. Yaani hata siamini kama ungeniita tena. Maana nakumbuka siku zile umenifukuza bila hata huruma. Kwanza inatakiwa uamini kama nimekuita. Na mimi nafikiri kizuri zaidi kwa sasa tusifikiri mambo yaliyopita. Na kiukweli mpenzi wangu, mimi siwezi kumwacha mwanamke ninampenda kutoka ndani ya moyo wangu aondoke kwangu. Siwezi kukubali. Kweli? Hicho ndo ninachokuambia na si vinginevyo. Yaani hata siamini. Inakupasa uamini. Na mimi ndo Idrisa yule yule unayemuona hapa. Na kikubwa ambacho nimekuita ni kulingana na swala letu zima lile la uchumba. Na hivi karibuni na imani barua itafika nyumbani. Kweli Idrisa? Hivyo ndo ninavyokuambia Zufa. Yaani hata siamini. Shem, karibu. Asante. Za masiku mengi. Alhamdulillah. Vipi kwa wajabu? Wote wazima. Ndugu yangu naye. Ajabu pia. Shem, umeadimika unapotea mazima, usahau kabisa. Hamna, tupo maisha tu yanatukaba. Vipi ndugu yangu uko na watoto wa wajambo? Watoto, mtu wote kwa salama kabisa. Anakusalimia sana. Nashukuru hata ananikumbuka kumbe. Anakukumbuka sana. Nimwambia akasema sawa, ile shida msalimie sana sana sana. Ila Shem, naona roho mbaya. Ukija unakuja wewe tu. Hamna, watakuja. Unajua hatuwezi tukatoka wote. Alafu mimi nimekuja lakini kama dharura pia. Dadangu kanipigia simu, kuna matatizo kidogo nyumbani. Nimeamua bora nije na kuangalia na kuaje tutamalizaje. Lakini nasikia ndugu yangu katoka.
Siwezi kwa sababu yeye katoka, mimi tena nikashindwa kuja kwako ndio kukusalimia, nikaona hapana. Na usingekuja. Tungekosana. Sidhani hata kama naye mngeelewana. Angesikia tu umekuja hapa kwake hujafika. Sidhani hata kama mngeelewana. Bila shukuru. Mwambie nimekuja. Sasa usikose kumwambia sasa. Nakosaje sasa kumwambia? Hii lazima nimwambie. Nilikuja bwana, dadangu bwana, yule shemeji yangu yule. Unajua? Ana matatizo sana sasa. Matatizo ya kawaida lakini kwa yalipofikia sio mazuri kwa kweli. Yaani hapo hapo kwa dada yako. Hai. Yaani kwa Mungu dada yako pale mmemtupa. Pale. Dada yako mmemtupa. Yaani mfanya kama kumsusa tu, nendaga huko ili mradi nayo upate ndoa kapumzike. Lakini pale hajapata mume kabisa. Sijui lakini kwenye mambo mengine, lakini kwenye haya. Hakuna. Yaani ngoja nikwambie kitu kimoja. Huyo shemeji yako huyo mwezi wa Ramadhani huu mume wangu alishamfuma kwenye kibanda anakula. Mchana jua kali. Subhanallah. Mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani. Kama mimi nilikuwa namwamini yule, nilikuwa namuona bonge moja la shehe, lakini mpaka sasa hivi shavua vio vyote nimemweka pembeni. Hamna kazi kabisa pale. Akipita mtani vikanzu si nini, salamu alaykum nyingi, lakini pale una shemeji ndugu yangu. Yaani kwa jinsi unavyosema wewe, kuna vitu naendelea kuamini, sababu niliyoambiwa huko yananinyong'onyesha sana. Yaani kwa jinsi anavyoonekana, muonekano wake yule mzee, umri, yaani kwa kweli si mtu wa kufanya hivi ambavyo anafanya. Yaani yule tangu mwezi unaanza na mpaka unavyoelekea kuisha, sidhani hata kama kafunga hata mara moja. Yule pale ndugu yangu shemeji una. Basi kama hivyo inatakiwa ile kitu mimi niichukulie kimkazo zaidi. Sababu panapoelekea hata familia pia itaharibika. Ndio inapaswa uamini sasa. Ila hapo shida vile baba yangu. Hilo ondoa shaka kabisa. Ondoa shaka, na najua matatizo ya baba yako. Lakini unajua unapotaka kumuua nyoka lazima utafute rungu linaloendana na nyoka huyo. Wewe unajua kama mzee Wahabi na baba yako ni watu ambao wako karibu sana. Sasa huyo ndo niliyemtumia. Naamini kabisa hawezi akachomoka hata mara moja kwa mzee Wahabi. Au unasemaje? Hiyo nimeipenda. Kwa hiyo inakupasa ujiandae sasa kuwa mama wa familia yangu. Yaani hapa hata usijali, maana nilishajiandaa muda. Hivyo. Kwa mama wa familia yako, maana nakupenda sana. Asante sana Zulfa. Nitafurahi. Asante sana. Lakini labda afadhali ulivyokuja mambo anaweza kakaa sawa, huwezi jua. Hata mimi mwenyewe nilivyoambiwa kwa dadangu, unajua nilivyoipokea kama nikawa na mashaka nayo, lakini kuna wewe tena unaniambia hili. Hapana. Yaani lazima nichukue action ili kila kitu kiende kwa palipofikia mimi nadhani. Na hapo usikute ukitoka hapo nje unakutana na mengine. Hilo inawezekana shemeji. Maana yule ila dunia ina mambo mengi. Atakuwa na mengi. Ila mimi siondoki mpaka ile jambo liishe. Mpaka nijue dawa yake itakuwa ni nini, ndio mimi nitaruhusu. Ni hata kama nitapoteza wiki mbili, hii ipotelee mbali, lakini lazima ili jambo nilimalize. Inshallah. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika hili unalotaka kulifanya. Kama unavyotaka mwenyewe. Amina rabbil alamin. Mwenyezi Mungu naomba niongoze katika hili. Maana uenda mwenzetu kakanyaga mdudu, si hatujui. Maana utakuwa umfanya kama kumshtua tu. We, shtuka basi. Hatari. Naomba tu Mwenyezi Mungu aniongoze katika hili, lakini mimi nimekuja mara moja tu kwako kuja kuona, sababu najua yupo, lakini ngoja nione tutalimalizaje hili jambo. Karibu shemeji yangu, si tu kwa hayo mambo mengine tena. Naachia familia tafanyaje? Tumechamba umbea kidogo naona. Sio sana akili. Unajua tena ningumisi shemeji yangu. Mimi nipo bwana. Mimi nashukuru. Msalimie akija. Mwambie nimekuja kama
kuna lolote anaambia. Nadhani ningekutana naye angenipa mengi zaidi. Kama wewe alikuja kukwambia nyumbani, sijui ambao alikutana nao huko ofisi mwingine hata. Tena uko alipo usikute ndo kajaza hivi. Ukija atakavyokushushia ninavyomjua mume wangu. Hapo hivyo mimi na mwenyewe namsubiri aje anipe. Yalojili huko. Yaani niache kushika. Haya bwana, mimi nimekuja kukuona shemeji. Nashukuru. Nawe pia yani nilichokikuta na nilichokifuata na hisi ndio hiki kimoja. Kwa kupitia wewe pia mimi naomba niondoke. Naomba niondoke ili nikawahi, maana nao unajua sishakuwa mgeni mimi sasa hivi. Kabisa. Wewe tena sio mwenzetu tena sasa. Hadi mwenzenu. Ila nirudi mapema ili nikajue naanzia wapi ili jambo liende kama vile ambavyo natajika. Inshallah Mungu akusimamie kwenye hili. Asante. Karibu shem. Haya sawa. Salimia Mrs. Mohsin. Haya. Kaambia tupo bwana aje kukusalimia. Haya asante. Inshallah. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola, tunalia. Jamani Odini hapa. Karibu baba. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Nzuri. Salama. Tunamshukuru Mungu. Haya, huyu rafiki yangu, sahiba wangu Bwana Muhsin nimemkuta? Huyu mzee hayupo hapa toka asubuhi, alipotoka hapa hajarudi bado. Kaenda mbali sana? Sijajua kwa kuwa toka alivyotoka hajarudi. Kwa hiyo sijajua kama kaenda mbali au vipi. Sasa basi. Sio mbaya sana. Mguu huu ulikuwa kwake. Nimekuja ili tuonane uso kwa macho. Pia azungumze. Na mengi ya kumwambia. Na naamini hata yeye ana mengi ya kuniambia. Naamini tungezungumza, tungeongea sana. Kwa kuwa hayupo basi wacha tu mimi niende. Lakini akija au akirudi ujumbe wangu ataupata. Nitatuma mtu aje kwake. Basi sawa, sijui akija tumwambie nani alikuja. Asante sana. Kwa jina naitwa Wahab. Wahab. Mama kumbuka jina hilo, Wahab. Wahab. Ni Wahab. Naam, mashaallah. Ndio jina langu. Jina la Kiarabu hilo. Naam, mashaallah kabisa ndio jina la Kiarabu. Hata yeye bwana Muhsin pia jina la Kiarabu hilo. Hivyo. Naam. Basi akifika usisahau. Basi haina shida, karibu sana. Salamu zimefika hizo. Haya, naomba ruhusa kidogo. Hamna shida, karibu. Asante sana. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola, tunalia. Ramadhani unajisahau Vipi? Safi. Kweli kabisa. Mambo yanakwenda. Inapanda? Maana vibonge kwa kula nyinyi nasifika kiboko. Kama inapanda jambo la kheri. Nashukuru kwamba tunaonana. Lakini uonanaji wetu unakuwa sio rasmi kwa sababu tumeshazoea kuonana ndani. Sasa hivi tunaonana vichochoroni au pembeni au Waswahili wanaita upenuni. Na hii sio njema sana kwa sababu sasa hivi mimi nimebadilika. Napoongea kwamba nimebadilika na maanisha. Na matarajio yangu mimi kwako ni kufunga ndoa, sio kitu kingine. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola,